hii dunia kitu ambacho kiko ghali ni mziki na vitu vya majini, baharini. Na basi huangalia taratibu za producer, naye amekuwa pale J Crack Moscow ananyanyuka anainuka, tuje tumpatie shavu. Kigiriama plus Kisukuma hapa, Mwanzele plus wale wanahitaji yao, tuchanganye. Pale nikishikana na ndugu yangu Mikahunda, of course yule si msanii, yule ni mtu wa comedy. Badala yule kijana kujua kwamba hii nyimbo mwenyewe ni Mr. Bado. Kwa itakuwa funny sana hii, lakini acha niulize kwa sababu siko sure. Yeah. Wakati tunaongea pale imesound kama Nyerere wa Konde ndio pioneer wa Mwanzele. Ni hivyo? He's one of the pioneer, yes. Yes, kwa sababu walikuwa wazee tu kadhaa. Yes. Okay, sawa. Kitu kingine ni kwamba kwenye huu muziki, sisi tunafanya muziki, tunafanya collab na watu wengine na wengine. Na pia kuna migogoro inatokea hapa na pale. Hapa nyuma kuna hii nyimbo ambayo mlitoa na Mikahunda ambayo ilikuja kaleta hivi kwa wasanii wengine, kwa sababu of course wewe ukiwa ndio msanii mkubwa kama mtu mzima, kuna wasanii ambao chipukiza ambao wanaona pale na kuna conclusions ambazo wana make, kuna hivi na vile, unaona maybe wanakuuliza, wengine hawakuulizi. Ningependa nikuulize kwamba ni kitu gani ambacho unahisi hakikufanyika wakati wa kuproduce ama kurecord ndio ili tu avoid vitu kama vile? Kila kitu kilikuwa sawa. Mimi nilisimama pale nikishikana na ndugu yangu Mikahunda. Mimi nilisimama pale kama promoter. Nilikuwa niko pale kwa sababu najaribu kumuinua career yake, kwa sababu nilimuona ni mtu ambaye anataka jina lake litajwe. Actually mimi sikuwa na ile point ya kwamba anataka aingie kwenye nyanja ya muziki, lakini nilitaka tu akili yangu jina lake litajwe ili ile tasnia, ile nyanja yake aliyo ikue. Hasa nakumbuka kipindi hicho tunaenda Nairobi, hata mwenyewe naweza kuthibitisha, nampeleka for the first time, mara ya kwanza nampeleka Nairobi. Nikamwambia tuende kwa safari ya Nairobi, nikamjulisha watu Nairobi, kwa sababu crowd ambao uko nayo bado ni ile changa, nikujulisha watu wakubwa ambao watu wanaweza kuwa na shida shilingi 10,000, 20, ile network yangu ijue. Akasema ni jambo zuri sana ndugu yangu vile unavyonikweza. Basi tukienda tuko Kilifi. Tumefika Kilifi, nikamwambia acha tupitie studio kidogo, kwa sababu ipo pia haja ya jina lako kutajwa, litajwe zaidi, na hususan ukionekana umeshiriki jambo moja na mimi msanii ambaye ni mkongwe, itakuwa ni bora zaidi tuingie studio nikuhusishe kwenye wimbo. Of course yule si msanii, yule ni mtu wa comedy na vitu vingine za sarakasi, ushaona lakini mimi nikataka jina lake litajwe pale. Lakini unajua ukifanya kitu kama kile chochote kinaweza kutokea. Mtu anaweza kushift kutoka kwa ile nyanja aliyo to another kwa nyanja nyingine. Sikuwa na expect kama hicho kitafanyika, lakini nilikuwa natarajia, kwa sababu ilikuwa lengo langu mimi ni moja tu, kwamba nataka nimuenue. So what happened was ni ile ambayo tukizungumza pale, nidhamu ilikosekana, kwa sababu nyimbo tulifanya, niliandika mimi, yeye anajua. Nikamwambia mpaka cha kufanya producer kwa J Crack, everything I did on my own, idea ni yangu, kila kitu, ushaona. Lakini mwisho wa siku shida ilitokea ni mali padogo tu. Hata simu alipokuwa, of course mimi hata sijamchukia, sababu kijana bana nataka kuwe, ndio maana nilikuwa nashikana naye kwa sababu nataka nimtoe. Lakini nidhamu ikakosekana mahali. Nidhamu ilikosekana mahali pamoja tu, kwamba badala yule kijana kujua kwamba hii nyimbo mwenyewe ni Mr. Bado, amenihusisha kwa lengo anataka kunienua, basi itabidi ikiwezekana kama ninataka kuitumia nyimbo nimuhusishe, ama nimuulize, ama nimuombe naweza fanya hiki na hiki, kwa sababu hiyo nyimbo yenyewe ukisikiliza karibu asilimia kubwa ni mimi ndo niliimba, unaona. Yeye nikamhusisha kwa mawili matatu ili naye afanye nini, asikike, ushaniona. Kwa hivyo alikuwa na haki, ndio ile nidhamu nilikuwa nasema pale, na haki ya kuja kusema bwana Mr. Bado tunaweza kufanya ABCD, kwa sababu tumeshirikiana na nyimbo ya ABCD. Lakini nilichokishangaa mimi nikaona kuna watu wanamwambia, kwa nafikiri hata si akili yake, maana yule hakuwa na akili hiyo, ni watu kumwambia tu perform kuna kula kienda na perform. Alafu pia kingine, wanasiasa ndio wanaweza kufanya wewe mwanamuziki kwa lose focus. Hasa ule muziki akaanza kuutumia wakati ni muziki ambao unajua ilikuwa asilimia kubwa ni ya kwangu mimi. Sasa mimi nilikuwa na vikao kama vile vitatu. Honestly speaking, sitaki kuonya mtu yote, mimi ni mtu ambaye nimefika mbali sana muziki. Nikamwambia bwana, kikao cha kwanza tuko na J Crack, brother, kama unaona labda watakutumia nyimbo kwa sababu unaona inakusaidia, wale wanasiasa wana uwezo wa kuilichukua nyimbo wakaichukua wakainunua, wakawa wamenunua rights zangu, kwa sababu wimbo una rights zangu, nimeandika mimi wimbo. Na basi huangalia rights za producer, naye amekuwa pale J Crack, mbona unatumia hiyo nyimbo wakati J hajui, wakati mimi sijui, unaona. Lakini mwisho wa siku ikakuwa misinterpreted, mwisho mbona Mr. Bado nyimbo ya Mikahunda, unaona. Sio, sisi tumefanya mambo mengi, na mwisho wa siku hata ukiangalia sahihi
kila mmoja atakayenifuata kwa interview anaongea kuhusu Nyumba ya Mbola. Nyimbo zimetoka nyingi, hata mimi simetoka Mtoa Mapepe sasa. Inafanya vizuri. Kwa hivyo ni kumaanisha sasa nani alikuwa anainua mwenzake pale? Ni mimi ama ni yeye? Lakini mimi nampenda, na hata sasa akinifuata, of course amekuwa akiniambia sana muda mrefu sana, nimekosea Mr. Bado, nataka tuonane, nikuombe msamaha. Sema mimi ni muda sijapata, lakini niko tayari, hata ikiwa na muda mzuri aje aketi alete msamaha wake. Tuendelee kufanya kazi kwa sababu hiyo si big deal. Mimi nasema muziki inatoka sasa hivi, waende kutazama Mapepe kwenye mtandao wa Tizame, niache nenepe muziki wa Mr. Bado. That is better for me other than kila siku kuongea Mbola. That is a gone track, ile ishakwenda, na tunatarajia kutoa vitu vingine pia bora zaidi mbele. Tunasonga mbele, sio? Tukimove Magulu Masha remix. Yes. Wakati umesikia ile ngoma kwa mara kwanza, ni kitu gani kilikufanya mpaka ukasema hii ngoma inabidi niweke sauti yangu hapa ndani? Actually mimi sitaki kuwa mnafiki, naongea ukweli. Ni producer J Crack alinita akaniambia tunataka tu hii ngoma. Nilikuwa nishasikia shaona challenges kama vile muziki mwingine ambao naisikia. Muziki mzuri unajua utausikiliza kama wewe ni mwanamuziki. Niliusikia kama muziki mzuri na sikuwa hata na nia hiyo, lakini Jay akaniambia tunakuomba ndugu yangu, sababu uko mbele na huyu kijana Moscow ananyanyuka anainuka, tuje tumpatie shavu. Jay Crack mimi ni mwanangu, tunasikilizana sana, tumetoka mbali naye. Nikasema siwezi kuhesitate, nikatae kwa nini? Na Jay ni mwanangu na yule Moscow pia ni msanii ambaye anainuka. Wacha tuingie ndani shavu. Kufika pale sasa ndo nikakuta kuna ndugu yangu pia Mano mfanya mambo yake, Sumila mfanya mambo yake. Lengo ikawa ni moja tu, kutaka kuinua yule kijana afike pale anapotaka kufika. Lakini bado nazungumza pia ni nidhamu. Na mimi kijana tukizungumzia kwa zaidi nidhamu, huyo Amos kana maana yuko vizuri. So mimi nikikuona na nidhamu yako ni nzuri, sishindwi kufanya nawe kazi moja hata mbili hata tatu, na maisha yakasonga mbele, kwa sababu mwisho siku ni wasanii wadogo ambao bado wanataka kuinuka, lazima tusaidiane nao na wasonge mbele zaidi. Unaona wanataka sana nguvu kutoka kwetu. Ndio hivyo bana, msikie vijana kweli na nidhamu. Yes, respect ni muhimu sana. Yeah. Tukiwa na ile haraka ya kuona kwamba tunafaidi tunataka tuchukue kila kitu, yani ile like tunaishiwa, inakuwa tamaa mara zingine zinakuwa zinaturudisha nyuma mara zingine pia. So hapo inabidi tuweke sawa. Kando na hizi ambazo zinaendelea sasa, kuna nini in store? Kuna labda collab zingine kubwa nini? Kwa sababu mimi hapa kitu ambacho ningependa yani sana I'm looking at maybe kama kungekuwa na msanii mwingine wa culture wa labda tuseme Tanzania, yani tupeleke sawa, tunajisikiliza saa hii, lakini yani natamani sana, japo mimi si msanii, lakini natamani sana kama tungekuwa hii culture tunachanganyana, kwa sababu mimi naitwa Sanga. Unaona mimi naitwa Sanga, nasikia Tanzania wako Sanga wengine wengi. What if yani Kigiriama plus Kisukuma hapa, Mwanzele plus wale wanahitaji yao, tuchanganye. Nimeshafanya ngoma tayari na kijana mmoja Msukuma. Nimeshafanya ngoma na kijana mmoja Msambaa anaitwa Kiango. Ni ngoma ambazo zinakuja. Mimi kumbe naweza kama wewe. Ni exclusive hiyo. Alafu tena last week nilikuwa na conversation na yule PA wangu kwamba mtafute Prince Inda. Lakini collab za kwanza zitakazotoka ni za Wakenya wetu kwanza. Nitoe na Prince Inda, nitoe na huyu yani kwa ufupi nilikuwa nimelenga pia nipeleke kule bara hii tamaduni yetu kule. Kwa hiyo ngoma na Prince Inda Janabi. Yes. One of a kind. Yes. So ni vitu ambazo tayari tumeshaziweka kwenye mizani na tumeziona ni nzuri kabisa, kwa sababu hakuna sababu ya sisi kuubania tamaduni zetu. Nataka ziende hata beyond. Alikuwa kwenye event fulani Kwale, mlipatana hapo? Yes. Hatuko pale, tulikutana tu kuzungumza kidogo, lakini lengo lenyewe kabisa ni kwenda kumuona na kufanya kazi naye. Unaona, uvichukua kwenye hizo process, na mimi niko na imani zitafaulu, kwa sababu hatua tuliofika ni nzuri sana. Yeah. Tukizungumzia kidogo kuhusiana na gharama, kwa sababu watu wanasema muziki una pesa, lakini sasa pia hawaongei kuhusiana, unajua ni kuongea kuhusu vile ambavyo pesa inaingia, haongei kuhusu vile ambavyo pesa inatoka. Ukipiga hesabu hivi gharama ya kutengeneza ngoma kutoka zero kwenda kulipa zile pesa zenye unatoa mpaka ngoma sasa, tuseme hii ngoma tumekamilisha, tumeipromote, tumetosheka sasa, huwa inaweza kuwa imekosa kama pesa ngapi hivi? Gharama ni kubwa kulingana na sehemu ambao mtu atakuwa amefanya production yake. Yaani production hizi production houses zina bei tofauti. Alafu pia kulingana na ukubwa wa producer ama yule ambaye ameshiriki kufanya ile kazi yako. Hapo ndio gharama inafanya. Lakini muziki kwa ufupi una gharama. Hii dunia kitu ambacho kiko ghali ni muziki na vitu vya majini, baharini, maziwani, chochote ambacho kinahusika na maji. Hivyo vitu vingi expensive sana, ogopa sana, hatari sana. Viko na gharama kubwa sana. Hivi sasa hivi waondoke wanataka kununua yacht. Unafikiri itakuwaje?
Sema tunataka kununua tu hii speedboat ndogo, tuenda ukaulize ni shilingi ngapi. Kwa hivyo muziki una gharama. Ukiingia kwa muziki pia utakuta hali ni ile ile, lakini kwa sababu ni hali ambayo tumeichagua na ni maisha yetu, hatuna budi kugharimika, si hatuogopi gharama. Tukisema tu random number, tuseme kwa mfano singependa nikuulize kuhusu hii video kwa sababu hii sio umesimamia, lakini kwa video tu nyingine tu hivi yako nyingine hivi unaweza ukataja labda tuseme range ya ngapi mpaka ngapi? Mimi nishahusika hadi kugharimika kiasi cha 700,000 kwa kutengeneza muziki pamoja na video. Yani kuanzia production ya audio mpaka video 700,000. Karibia milioni Kwa wale ambao wanadhani hii kitu ni rahisi, sio mnaona hata nyinyi mnaona sio rahisi. Nataka nikushukuru sana kwa muda wako. Nadhani hivi ndo tumemaliza. Na ningependa nikupatie nafasi hii kusema chochote kingine ambacho sijakuuliza na ungependa ukiseme kama kuna swali ama nimetaka kumalizia. Siku ya leo mimi nataka kufurahi sana. Ni siku ambayo ni siku special. Leo tunafanya video, wakuwe standby. Mimi nasema kwa ni standby na Magulu Masha remix, ikiwa mimi pia niko ndani na wasanii wenzangu. Hilo ni la kwanza. Pili, wasanii ambao tunajaribu kutafuta njia, nafasi, mkue kama Mr. Bado ama Beyond ama mkue kama wengine wakubwa zaidi yetu. Pia nidhamu ndio kila kitu jamaa. Nidhamu, respect, kuwa na respect na focus na kile unachokifanya. Unaona, don't lose focus. Usitete, lenga pale bila lion. Unajua Simba anajulikana kama mnyama ambaye si rahisi kukosa windo lake. Unajua kwa sababu gani? Akifocus na mnyama hawezi hata kuwapita mwingine aliyeona, kama mlengo ule ukonda atamlenga huyo na macho yake mpaka mkamate huyo. Lakini wengi ni zile tamaa, unaona hiki kimekuja kingine kinaingia, unaacha hiki unafuata kile. Focus na ile kazi ambayo unaijua ndio unataka kufanikiwa nayo. Angalia Mr. Bado Kusafi mitandao wa YouTube, kuna videos pale na matukio kibao shows, ende mka like, subscribe, mshare na vile vile mfuate huyu jamaa. Mfuate kabisa huyu jamaa Sumilani. Ingieni pale, like video zake, mshare, subscribe kwa sababu Sumilani usinajua hiyo tayari ni Mijikenda hiyo. Sumilani. Mambo ni safi. Pole. Wallahi nimesahau swali moja lingine. Nicknames. Wewe ni Mr. Bado, ndio tunajua. Lakini nicknames. Kwanza hili la kwanza hapo mimi linanishangaza. Kuhusafi. Kwa nini Kuhusafi? Nilijiita Kuhusafi kwa sababu watu walikuwa wanachukulia muziki huu ninaofanya mimi ni kama uchafu, hususan muziki wa Mwanzele. Lile jina lilikuja baada ya kwamba natengeneza muziki wa Mwanzele. Nilipokuwa naimba nilipata changamoto nyingi sana. Watu wanasema kijana mdogo namna naimba muziki wa kizee, muziki wa kichawi. Sasa nikasema hawa si wanahusisha muziki kama uchafu, kama choo, si ndio? Wacha niwaonyeshe kwamba hiki choo sio kichafu, ni kisafi. Kwa sababu ningesema si choo labda tungekosana. Wacha niseme ni choo basi. Lakini acha nionyeshe kwamba hiki choo sio kichafu, ni kisafi. Ni kisafi vipi? Ni kisafi vipi? Nimeutengeneza mpaka sasa hivi unanilipa. Hiyo ni kichafu cha kweli hiyo. Hapo kuna malipo. Nikupongeze. Kusafi ndio hiyo. Toka Mwanzele unachezwa kwenye Mangwe, mpaka sasa hivi kwenye klabu kubwa kabisa. Mpaka kwa redio sasa hivi, TV wanacheza na mitandao ni kila mahali. So hii kuhu sio chafu, nimeonyesha kwamba ni safi, ni kuhu safi. Normal. Safi. Barikiwe bro. Wewe pia. Thank you. Safi.